Siku leo niko na wageni hapa studio na watatufundisha mambo mengi hususan kuhusiana na nafasi ya mwanamke, ubora, wingi na haki katika maisha ya jamii. Na niko naye hapa mwanasheria kutoka katika shirika la Youth Diplomatic Icon ambaye anafahamika kwa jina la Hilda Gerasi. Karibu sana mwanasheria. Asante. Leo nitazungumzia katika kipengele cha haki ya mwanamke. Mwanamke ana haki gani katika jamii, katika familia, katika taifa? Mwanamke, tunapozungumzia neno haki, kwanza tunasema usawa kwa wote. Mwanamke ana haki sawa, ana haki ya kumiliki ardhi, ana haki ya kupata mikopo, ana haki ya kumiliki kila kitu ambacho watu wengine wanamiliki. Kuna baadhi ya makabila mengine yanamtenga mwanamke kama mwanamke haruhusiwi kushiriki katika mambo ya uongozi, mwanamke hawezi kushiriki katika kumiliki ardhi, mwanamke hawezi kushiriki katika kutoa maoni. Hicho tunakipinga. Mwanamke ni mtu anayeweza. Tunapozungumzia swala la haki, tunasema watu wote ni sawa mbele ya sheria. Na ukiangalia katika ibara ya 12 na 13 inazungumzia kwamba haki sawa kwa wote. Ibara ya 12 inasema haki sawa kwa wote, mwanamke ana haki sawa. Ibara ya 13 inasema kwamba kila mtu ana haki ya kumiliki chochote ulicho nacho. Mwanamke ana haki ya kumiliki nyumba, gari kama mwanaume tu kawaida. Kwa hiyo tunapozungumzia swala la haki, tunaimaanisha kwamba mwanamke ana haki ya kupata kile wenzake wanachostahili kupata. Ndio. Okay, sawa. Umegusia kuhusiana na mwanamke ana haki ya kupata mikopo. Lakini tukirudi katika maisha halisia ambayo yako ndani ya jamii zetu, tunaona kuna baadhi ya wanawake ambao wanajikita kwenye mikopo, anaenda kuchukua mkopo benki na wengine wameenda mpaka kausha damu, lakini hawashirikishi au hamshirikishi mume wake. Hivi hili kisheria linakaaje? Hilo kisheria sio sawa. Mwanamke anapoenda kuchukua mikopo inabidi amshirikishe mume wake, ili akienda kuchukua mikopo mume awe na taarifa, na zile document anazozipeleka kule kwenda kukopea mikopo lazima ziwe zina ridhaa ya mwanamume. Mwanaume je, ameridhia? Na wewe mwanamke, unao mkopo unaenda kuchukua mkopo kwa matumizi gani? Ni matumizi ya kiuchumi, biashara. Usiende kule kuchukua mikopo kwa lengo la kuanzisha biashara, bali ni kuendeleza biashara. Na benki kama benki haiwezi ikakupa mikopo pasipo kujiridhisha kufanya uchunguzi. Je, huo mkopo uliochukua una uwezo wa kurudisha tena? Kama huo mkopo umekopa milioni 5, hauna uwezo, hauna kitu chochote kinachokuingizia, hauna biashara itakayokuingizia hiyo milioni 5, hiyo sio sawa. Unapoenda kuchukua mkopo, mshirikishe mume wako, muhusishe kwamba unaenda kuchukua mkopo kwa ajili ya kufanyia kitu fulani na kitu fulani. Kuna baadhi ya familia huwa wanakuwa na ubaguzi wa kijinsia kwa wanawake, kwamba bwana, sisi haturuhusu mwanamke labda afanye kazi fulani ambayo ni haki yake ya msingi, haturuhusu mwanamke afanye shughuli za kibiashara. Hii inakaaje kisheria? Hiyo sio sawa. Tunapozungumzia mwanamke ashirikishwe katika fursa zote anazostahili kuingia kwenye fursa zote. Kwamba kuna baadhi ya makabila mengine, baadhi ya nchi zingine zinambagua mwanamke hawezi kushiriki kwenye uongozi, mwanamke hawezi kushiriki katika masuala mbalimbali. Hiyo sio sawa kisheria, hiyo haipo. Wanasema all people haiko. Kwa hiyo kila mtu ni sawa. Sasa hivi tumeiondoa hiyo zama ya kwamba mwanamke hawezi, wanawake wanaweza. Wote ni sawa. Sawa. Swala la uchumi imekuwa mojawapo ya kikwazo hususan katika jinsia ya kike au kwa wanawake. Hivi hili linakaaje? Katika swala la uchumi, kwanza ni tunapozungumzia uchumi kwamba ni mwanamke kujikita katika shughuli mbalimbali ili uchumi wake uweze kukua. Tunapozungumzia kwenye uchumi, mwanamke inabidi ashiriki katika mambo ya uchumi ili kukuza kipato chake. Hata kama leo mume wake ataona sina hiki, mwanamke kufuatana na uchumi wake, ana kitu anachokifanya kinamuingizia kipato. Mume akikwama atamsaidia mume wake, familia ikikwama ataisaidia. Ndio maana sasa hivi wanawake wengi wanajikita katika uchumi ili kukuza familia na taifa kwa ujumla. Kuna baadhi ya wanawake wanafanya vitendo vya ukatili wa kijinsia na kuhofia kutoa taarifa
inawezekana polisi katika dawati lile ambalo linahusika na masuala mazima ya wanawake pamoja na watoto, kwa kofia kwamba ndoa yangu itavunjika, lakini pia watoto wakijua kwamba nilimpeleka baba polisi pale kwa lengo la kusaidika, watoto watanichukulia vibaya. Hivi hii sheria inakaaje? Hiyo kwanza kabisa nipende kusema kwamba tupinge ukatili dhidi ya wanawake. Mwanamke hatakiwi kufanyia vitendo vibaya. Kitu chochote kibaya kitakachoweza kumdhuru mwanamke utakuwa umehatarisha maisha yake na maisha ya kizazi chake. Hiyo sheria hairuhusu mwanamke kufanyiwa vitendo vya ukatili. Ndiyo zipo kwenye makabila mengine, jamii nyingine